Tora weka garataku Omahi Dora geria Idoma Komanye Giarosia Osiode Nacioneta Dime Igoro Ningependa tuinue mikono yetu zote mbele za Bwana as the way of surrendering everything. Na nigwenda thini wa ngoro yaku na thini wa meciria maku na gwatambikire yaku ya maundu ohingure kanwa gaku na wire Mwathani nyita guoko Baba. Umwire tu Mwathani nyita guoko Baba. Leke hwaini wa umuthi thini wa kiungano giki undu uria Mwathani ubangite wi wakwa ndiwigwatire akikorwo ni kuhingurira mirango akikorwo ni kuhingura family yakwa akikorwo ni kunyonekanira thini wa mwiri wakwa nikoretwo ndina maruo ndina moritu ndina mirigo mwire tu Mwathani nyita guoko nitando riria kunyita guoko maundu mothe moka makahurunjuka maria mucukani akoragwo bangite iguru riaku Sharada bahandere bosia Shalana makaribada bushilina Zele peketeli manama yandere bojina Leketeli mayanda la baba bozina Nitagwo kofafa Rugedo ineroro Todo itanyare akwa Negogo kenya fafa Nitagwoko fafa Rugedo ineroro Shonoka Pegetone Wemonyo Binyita Gwoko Ikoro ihoya riaku nawe thini wa muturire waku umwire rugedo-ini ruru rukwenda kuonekanire ni tondu ni munene arogocwo thini wa muturire waku arotugirio gaturume kau thini nigugukenia Baba Leke riu rituike ihoya ritu Ngai witu Ngai mwene hinya wothe ati ihoya ritu ni utunyita guoko twarane na ithuĩ ni tondu ni tukinyaga handu tukanoga ona tugeciria guikara thi no riria watunyita guoko watwarana na ithuĩ mundu no ri ongi Mwathani ni tuthiaga tugicamanagia na ciama na moriru irio nawe uthiaga na mbere na guturingira twahoya mundu wothe wi thiini wa crusade ino hwaini wa muthi ona akikorwo ni hari kiama tuiretagirira na nduri wa inga teithia maguru make akirangithia kuria guothe arathie Mwathani ukongerera murumo na ugekira ciugo na ugacoka ugekira kiama iguru ria muturire wake na thiini wa ritwa ria Ngai the Mori Roho Mutheru twahoya ni ithuothe tuge amen ithuothe tuge amen twario cio ungi wi kiharo-ini kana wi mucii riu Riu wona mundu ndanakwariria umenye ucio na ni thu na wi hakuhi nayo etha mundu ungikwariria muria atiriri uko sawa ama uko nyumbani
Na umuulize umeketi chini ama umesimama. You know sometimes kukua kwa presence ya Mungu ni vizuri. Lakini wakati umekataa kukaa kadri na mapenzi ya Mungu, unakujanga unajikuta kuna mambo hayakufaniki. Ni kwa sababu kienda umeishi tu, umezoea starehe kila mahali. Wakinya kwa kigosho rio thi ndiui undugi ukoga ogwo. Leo ihinda ria kinya ni kugosha ni kugo. Angikwa wetiari negera mundu haifa mwire ni kugosha. Na wona tatara igwa gikuyu mwire ni kusifu. Na ndeigwa andu athugu noi murgoshe nyimbo igire mucoke mutengere gate-ini. Ateweta Ngai mono boya wetago Ngai munyanderi maundu mega tukotiali na niki mutaracokia ta ina injigwe wetago Ngai Shokera rege wetagwa Ngai ongerera mugambo mono boya dina mwegwa muri aige wetagwa Ngai migambo ndira igwika. Amen. Iro ciongi uguo niguo atwikagira mutu wa keyboardist ni weni naongoja sasa igire muthiuki hivyo sasa goko ni kuma tuthie tandu athugu no igeti ni yenya tuthie Shangilia Yesu jamani. Ate adomare giranga Israeli akewa igamea na none ate alijano wakeo akero gambiabura ate alijaki umamosi Roga. Oye, avita que uma mocie. Era toda more. Loco la caragu. Ahatoreti ho podiaga. Ahatoreti ho ide tropetia. Evo dio toda de quina.
tengere hanini hario. Tengera, 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 tengera. Ojaga muhotaro. Fidego nikai konira. Ojaga magoro. Tengera, tengera. Tengera, tengera, tengera. Tengera, tengera, tengera. nimedungwa sindano ya Yesu, nimedungwa sindano na sasa nimepona.
sindano, sindano ya Yesu, nimedungwa sindano na sasa nimepona. Atele uno maudo, maratona yana maida, anabidu katura, kado, oh yaro aru le moyo, arabeni le moyo, ate aramaru de tomoya. Loga, todie. Ate Fabio Carira Toma, Paute Masia, Nabokana Nana Medica, Hora, Konamaton, Evo, now I put it in the boy. I put it in my little. Why? 1, 2, 3, 4. Ekira mogithi, ekira mogithi. Ekira mogithi, tutigerekia tutare mogithi. Era cionge fire. Mwere mothe ne kiumia. Ona twaga koinera na kuria gwitu ni tugocaga Ngai. Kariu he mundu uruga aya ni magwite. Nini? Twende kidogo kimanman. DJ ni nyina ngoja. Mwenda turare guku ni mugutu twaria. Lero ndatigaria ndagika 3 na tena kuhuthira mwemwe. Aisina heri mariga iri inetune. Neondaire magagania mamwathani. Padogo ciao iria ciomoimĩte thutha. Kayonire nĩ wega manine na mai nĩ wega. Cheza kidogo. Atĩre tĩmahũta hĩndĩ ĩrĩa marĩ werũ-inĩ. Kaya maheire mana mwaira. Makĩro marĩa na matikaige mũthithũ. Kaya kĩmahonia tondũ nĩ mwĩhokeku nĩ wega. Sundu. Todie ũguo. Atĩ nĩ rwĩmbo rwerũ kũina hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Mbere yaku mũmbi wa thĩna wa igũrũ. Nĩ ũnjĩkĩte maũndũ. Atĩ ona manene. Ni wega. Cheza kidogo. Kwena andũ mataraina na ndigagwo makainĩra kũ. Atĩ nĩkĩo ndambararia moko igũrũ. Ngĩkũraga na ngĩkũgoca. Nĩ marĩa mothe mehũnjĩkĩire. Nĩ thengiũ nguga nĩ thengiũ rĩngĩ. Kuma ndĩnda maitũ mũnjiari. Mathi wakwa ndũrĩ watirika. Oya mũtũrĩre wakwa wothe. Nĩ thengiũ nguga nĩ thengiũ rĩngĩ. Mũgata mũndũ wa kĩroho. Yesu Kristo akuita kuokoe. Uachane na dhambi ya kuokoe. Uachane na dhambi ya kuokoe. Ni wega. Oya guoko igũrũ guo. Chukua mkono juu kwa hewa jamani. Mang'ati mababi Bwana Yesu awaita. Awaokoe muachane na ubabi. Awaokoe muachane na ubabi. Ni wega. Sundu. Hora rũhĩ igũrũ guo. Hora rũhĩ guo igũrũ. Umenyerera watho wake.
kumenyerera muoyo na ugi irikaniro cia Mwathani iria rikanire na 1 2 3 Pero ni twenda muno kwina andu a Western maroria tukamainithia rwao rumwe ri nimebakisha dakika moja, nilikuwa nimepewa 3, si imebaki moja. Basi ninaenda na dakika sasa, nimebakisha. Na ukiona mtu aimbi muulize kwani wewe ni wa wapi? Sasa kwa watu wa Western tuko wana dara kwariria muromo wana dara igwa uga mulina wanje bane omundu mulosi ewa imalila bane oya guoko iguru gwa tingiza mabega kidogo. Mwambie mwena rege pingiza mabega kidogo. Inua mkono kidogo. Mwambie aseme hivi, wanje mundu mzule, wanje mbibane. Mwambie wanje kwena toma ugawega wanje mzundu mzule, wanje mwami wanje neketigo ori andu marasi 1 2 3 4. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sauti ni ya watu ambao Yesu wao amefufuka kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka uweze kutoa sauti yako kwa tumbo, si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Nataka mapepo ya Begi area ijue ya kwamba kumekujwa. Geukia jirani yako mwambie kumekujwa. Na tunataka mapepo ya anga ambayo huwa imeshikilia, ilikuwa imebaki kama imeshikilia, ijue ya kwamba kumekujwa. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Begi, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mnajua Yesu amefufuka ama mnafikiria bado wako makaburini? Mnajua jiwe limevingirishwa. I have a prophetic word for somebody kabla tusikie neno. Bwana Yesu asifiwe. Fungua haraka sana, sina time, sina hata dakika hata moja, lakini nataka fungua kitabu chako kwa imani katika kitabu cha Joshua chapter number 5 verse number 9. Hili neno ni la mtu. Biblia inasema ya kwamba Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeivingirisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale ikaitwa Gilgali hata hivi leo. Si mnasikia Gilgali ni kama Gilgil. Sasa inua mkono wako wa kulia. Vile jiwe limevingirishwa kutoka pale kaburini, Yesu akatoka kutoka kwa wafu. Kuna mambo yanavingirishwa katika maisha yako. Kuna jiwe linavingirishwa kutoka kwa maisha yako. Na zaidi ya yote kitu kimoja, sababu moja Yesu alikufa msalabani. Alijivika aibu yote ili wewe usipitie aibu. Na Yoshua anasema ya kwamba kutoka siku ya leo, sema kutoka siku ya leo, nimeivingirisha aibu ya Misri kutoka juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kutoka siku ya leo hakuna kutembea katika aibu. Hakuna kutembea in reproach. Sema amen. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Mmeona tumekuja kuwahubiria leo na tuliwaambia ya kwamba askari mjue ndio walikuwa mwisho kuwa na Yesu pale msalaba, na wao ndio walipiga Yesu viboko ngapi? 39 ni 40 minus 1, si ni kweli? Tuka make sure amenyoroshwa sawa sawa. Reverend ametuambia kwamba akaduga ye mkuki ikafika hadi kwa roho, si ni kweli? Na kwa hivyo ujua, ukiona askari anakuhubiria ujue ya kwamba hizi ni nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wale walioanza na hii jiri, hao ndio wamekuja kuimalizia. Na sisi ndio tulikuwa naye pale kaburini na tukahakikisha tumeambiwa tulinde hiyo kaburi sawa sawa. Sema sawa sawa. Na wakati tulikuwa tumeilida pale siku ya 3, Biblia inasema kukakuja tetemeko. Haleluya. Na unajua askari amesikia mambo mengi na ameona mambo mengi. Nimesikia tetemeko la bomb. Haleluya. Nimesikia tetemeko la G3. Nimesikia tetemeko la AK47. Lakini siku hii asubuhi kukakuja tetemeko ambalo halikuwa la kawaida. Na askari alipokuwa amekaa pale akashangaa kuona jiwe limeondolewa na ya kwamba hakuna Yesu pale ndani. Na akakimbia mbele ya mkubwa wake kama vile tuko na mkubwa siku ya leo. Akapiga mguu akasema, how are you sir? Hayuko kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa hebu panga hiyo mambo yenu mjue vile mtabadilisha hii maneno. Haleluya. Wakakuja askari wakapewa kitu kidogo. Unaona kitu kidogo hii kuanza na sisi. Yes. Ilianza mapema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini siku ya leo nataka nikuambie ya kwamba hapa Begi kuna tetemeko linaingia katika mji huu. Na mapepo lazima yaachirie huu mji katika jina la Yesu. Amen. Na lazima watu wa Mungu wawekwe huru. Na jiwe la aibu lazima livingirishwe kutoka juu ya maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninataka ninajua hakuna time na ninajua Reverend ako about kusimama hapa tupatie neno. Lakini sijui kama mnajua sisi ni waibaji. Bwana Yesu asifiwe. Na ningependa mtu mmoja atakuja hapa kwa sababu yeye ni mwimbaji na ni mwandikaji wa kitabu na nimempatia dakika 2. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Janet, but anapojiandaa nataka tuwarike Mary Favor kwa dakika 2. Mimi najua watu wengine watanichukia kwa huu mkutano kwa sababu ya time management. Uliza watu wa praise and worship, wakati imeshika ndio ninasema. Haleluya. Dakika 2 peke yake tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mary Favor. Kama ukienda kule YouTube tafuta nyimbo zangu, usubscribe, ushare na Mungu atakubariki. Ifugo igere tu nigetha hiyo ciongi. Hora roho rwaku ogwo tuge mutharabaine nikuo twahagirwo mehia. Jackson, karibia hapa utuletee hizo vitabu. Jackson. Modarafaine nedareiro athire. Modarafaine neanie onagira. Modarafaine nehonyonaga thayo. Modarafaine neanie otanagira. Nedarega igoro ama netondu uria numereire ni muhotani. Wenyihia ona ndige watheke uthie na mithiire iria yagiriire Ngai ndereke. Oh, toro gendo-ine ego
mĩaka mĩingĩ nĩ aregire kũhotwo no ahutia gĩcũrĩ kĩa Jesũ rurĩro rwake rũgĩthira tuge nĩ twarega kũhotwo ngĩikara thĩ nĩ ndarega niĩ nĩ ndarega. Tumpigie makofi mazuri katika jina la Yesu. Amen. Simama, nimemwongezea sekunde kidogo. Mimi sio mbaya sana, ndio. Amen. Nataka nialike Pastor Janet without wasting time katika jina la Yesu. Karibu sana. Situjui hawa waibaji wetu, si ni kweli? Alafu tuwa support YouTube katika jina la Yesu. Karibu. Praise God. Yesu nuru yangu ninakutazamia, Yesu nuru yangu ninakutazamia, ni kwa neema yako Bwana ninakutazamia, Yesu nuru yangu ninakutazamia, tembea nami, tembea nami, tembea nami, nitawale Bwana, tembea nami, tembea nami, tembea nami, nitawale Bwana. Dunia nzima imejaa tabu, nikiwa kwako nina furaha moyo. Nikimie wapi, nijifiche, nimwambie nani shida zangu, ila yawe mwana wa Mungu. I believe in you, Lord, you shall find for my life. I believe in you, Lord, you shall fight for me. Anagendo kuomiruo ibiro kendo regimana, anagendo kuomiruo ibiro keduna. Bwana asifiwe. Niliwaambia mimi ni mkosa kabila. Bwana asifiwe. I'm Pastor Janet, the chosen one, Kadhure. Niko YouTube, naitwa Pastor Janet Karicho. Ukifika YouTube utanipata mahala pale. Na mimi ni mwandishi pia wa vitabu. Hizo nyimbo zote nimeimba utapata pale YouTube. Mimi ni mwandishi wa vitabu. I think zimebaki zimeenda. Wacha tu niwaonyeshe kidogo. Mchungaji, nitakutumia copies kwa wale watahitaji hiki kitabu. Nilisema I was in your spirit. Ni kama tulikuwa na connection. Inasema rise again, go beyond fear and failure. So ukitaka hiki kitabu, mchungaji utadai mchungaji. Bwana asifiwe. Mungu awabariki sana. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Alafu mujipigie vitabu. Yaani hata kabla kuje kutangaza anauza vitabu zimeisha. Nataka nipatie mtumishi mwingine Peterson Dakambiri pia katika jina la Yesu. Najua ni climax. Tu climax tu vizuri. Amen. Tumpigie makofi katika jina la Yesu. Thank you so much. Ninde muinine nyinaga here bodaini ta YouTube, and for the purpose of clarification, horaga gita heigo ndahoraga kirabu-ine, heigo ndahoraga kirabu-ine, Ngai nĩ kuo andutire. Bwana Yesu asifiwe. Thutha wa kurega gukararia mutumia wakwa tondu ndamutwaragira nyama na Del Monte, rĩa Ngai anjirie ndigathie kirabu, akinjira we mundu useless muno na tugitigana, lakini Ngai arogocwo. Haleluya. Na here boro YouTube na here ungi a supportete ngahura rwa mugithi. Ungithi YouTube ni urore rwimbo rwi harugo rwa mugithi umenye ni ndaumire kuu. Thank you. Anza mwanzo. Thank you. Tirigera,
Thank you. God bless you. Ugithi YouTube ni ukorona na for the purpose of uririkane hau. Thank you. Thank you. Thank you. Asante sana. God bless you so much. Bwana asifiwe. Yeye ni mtiifu hata kugoja nimsimamishe, si ni kweli? Hata mimi niliwaambia ni muibaji, si ni kweli? Nataka niwape hata mimi stanza moja na chorus moja, si ni kweli? Alafu uende pale YouTube utafute mtu anaitwa Moses Njeru ama utafute Afande MF. Geukia mwenzako mwambie tafuta Afande MF. Hallelujah. So naomba DJ unipe stanza ya kwanza na unipe climax. Urudi usongeshe mbele unipe climax katika jina la Yesu. Amen. Alafu nipe sauti kidogo. Haya watu wa begi wapi makofi ya Yesu? Amenibadilisha, amenibadilisha, amenibadilisha Yawe, amenibadilisha, 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 amenibadilisha Yawe. Maisha ya ujana na pombe nilikunywa, sigara nikavuta na bangi nikavuta, nikapoteza kazi, nikapoteza mali. Amenibadilisha, hey! Amenibadilisha, amenibadilisha, amenibadilisha Yawe, amenibadilisha, 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 amenibadilisha Yawe. Kama umebadilishwa na Yesu sasa inua mkono wako, pigia Yesu makofi mazuri. Yesu anabadilisha. Sikuwa na chochote, nilifuata yeyote, sikuwa na mavazi, sikuwa na malazi, akanibadilisha na siko vile tena. Amenibadilisha, hey! Amenibadilisha, sema amenibadilisha. Haya sasa nipe climax, nipe climax huko mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kimbia kwake Yesu, atakubadilisha Yawe. Usijinyonge kwa kamba, atakubadilisha Yawe. Mungu ni mwaminifu, atakubadilisha Yawe. Begi area tuseme nini? Atakubadilisha Yawe. Tuambie walevi nini? Atawabadilisha Yawe. Atakubadilisha wewe. Haya tupigie Yesu makofi mazuri. Mtafuatilia hizo nyimbo kwa YouTube. Tumewaonjesha tu kidogo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mpendo anaitwa Pastor Cobra, ni askari. Sijui kama amefika mahali huko. Kama umefika, alikuwa amekuja na wapendwa wengine kutusupport. Lakini kama hajafika, tunataka sasa tuweze kujitayarisha, tuweze kuingia kwa neno katika jina la Yesu. Naomba tusimame katika jina la Yesu. Hallelujah. We worship you, Jesus. Oh. Bwana ni wewe tu, wewe tu Bwana, wewe ni wewe Bwana, wewe tu Bwana, ni wewe tu, wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, hakuna mwingine, wewe
mikono yako, mwambie Bwana maneno. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Tunakutukuza, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe Yahweh, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, hakuna mwingine, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Father, in the name of Jesus, once again we thank you, we recognize you, we appreciate you, we adore you, we worship you, we lift you, we honor you, we magnify you. Lord, you are everything unto us. We pray this evening as we climax our meetings, as we break the bread of life, you give us life and joy, victory and healing. In Jesus' name we pray. Sema amen. Ampe Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Sijui kama muliniambia hii ya leo ni crusade ama ni revival ama ni tent meeting. Hii ni kama ni tent meeting. Sababu hapo takuwa nang'ang'ana kufikia huko. Sitaki nichukue muda mrefu saa hii, kidogo tu, alafu tuende nyumbani. Tumekuwa na nyinyi, tumewapenda sana, tumekuwa na wakati mzuri. Thank you so much Janet kwa kuandika, lakini utaandika statement. Sema kwa nini unauza kitabu pesa kidogo hivi? You can't sell this book that money. Very serious. Uandike na upatiana hapo. Ukuje show cause why you are not supposed to be investigated and prosecuted kwa kuuza hii kitabu pesa kidogo. So nimebaki na kopi mbili. Kama mnaweza, you can just bless this servant of God. Kuna mtu anahitaji hii kitabu, chukua hii moja Moses, patiana hii. Okay. Kuna mtu mwingine nimebaki na ingine moja, hii ingine peleka kule na peleka huko. Hakuna ingine, hata hiyo yangu ningekuja nayo ningepeana huko. So God bless you. Tumekuwa na wakati mzuri. Nataka tumalizie mahubiri, na najua nitangangana kufikia hapo. Ni vile kumekaa weather inabadilika, lakini wale youths wako kule wangekuja hapa wanibaka, ndio nihubiri kama evangelist. Sasa mmekaa kwa kiti umetulia hivyo na miaka kidogo, na safari vile iko mrefu. Sinipate watu kama 10 kama 20 hivi wakuja hapa wanibaka. Wale wako kule mbele, wale wako kule nyuma, au watu wako huko wakuje, watu kama 10 hivi, kimbieni hapa. Niletee hapa. Na wasituone tukiwa wazuri hiyo siku zote. Msichokoze serikali jameni. Kujeni huku. Mwezi kaa huko mbali hivyo nikihubiri. Niambia kuna munyao aina kama 6. Kuna munyao pastor, kuna munyao evangelist, kuna munyao askari, kuna munyao baba alfa, kuna munyao mwingine mfanyi biashara, kuna munyao mwingine anachunganga misitu. Nikipata watu wakichoma makaa, kujeni. Kwa nini mnakuja na viti? Nakuwa nataka mkuje msimame hapa, niwe naweza kuwifi watu. Kuna watu kama 10 ambao wanataka, ambao wamependezwa na my ministry, preaching ministry. Watu 10 ambao wanasikia kwamba miaka inakuja ninaweza kuwa ninahubiri, sababu miaka 5 inakuja sitakuwa ninahubiri hivi. Nataka kabla Bishop Lai anja zeeka niwe na sukuma injili more than 2 hours, teaching, preaching, deliverance.
Sasa kama mmeamua kujipanga hapo ni sawa, waachane na wao. Hiyo siku nyingine tutakuja na tiangas. Nitupe hapo. Nione kwa nini ninawaita amkuji. Najua tiangas tukirusha mahali, mende, kunguni, watu, tukirusha hiyo kanyumba, kwisha kila kitu inahama hapo. Huwezi kukaa ukisumbuliwa hapo. Na hata wale mende ambao wako na aibu. Umewahi ona hizo mende wako na aibu? Nyumba umetengeneza ndio wageni wameingia, unaona kengine kanatokezea kanakaa hapo juu ya meza. Ndio ni kama kanauliza wageni, "Oh, umekuja?" Hizo ndawa yake yetu tunakuanga ndawa moja. Mara moja pa. Hiyo inaisha. Unapata hapo hata hakuna mtu hapo. Na youths wanatuimbia eti ndawa ya homa. Tunambadilisha tuweke iwe kali. Ndawa ya homa tiangasi. Kaza iwe kali kabisa. Wow, nilikuwa nataka mkuje huku sasa ndio mjue nimeanza kuongea. Mimi ni mhubiri. Mimi siendangi mikutano hiyo. Iko na wenyewe. Mimi ni mhubiri. Waambianga askari wakienda na waombea. Na niwaambia mpate nguvu ya kutosha na muepe mawe na ngao mnaotumia isifunjwe na mawe. And I send you in the name of Jesus. Then na mshinde vita. Ndio sababu unaonanga mnakuja mkiwa wengi, wana advance wakiwa wachache, wanaimba he 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 he. Unashindwa kwani wanakuja namna gani? Mwisho unaambiwa kuja hapa. Aya, let's go to Matthew. Nimalizie mahali hapo. Nataka tundiscuss hapo. Hii injili ni tamu, lakini sikiza nikwambie, ndio nikumbirie kwa dakika kama 10. Injili ni utajiri. Lakini hii utajiri imefichwa. Kuna vile imefichwa. Unaweza kaa na utajiri ambao haujui. Niliona kule Nanyuki vijana fulani wetu wa Masai wakilisha huko, walipata bomu iliangushwa huko kitambo. Ile hand grenade. Na ni very dangerous. Lakini hawakuwa wanajua hiyo ni nini. So wakawa wanaambiana hii sio ile inalipukanga, wanafanya hivi. Bomba. Sasa wakachukua wakabeba, wakaenda kuuza kwa watu wa scrap. Huyo mtu wa scrap akamwambia hapana, hii kitu siwezi uza, itafanya nishikwe. Wakachukua akapeleka kwa station yetu hapo. Wacha nikwambie, ililipuliwa ikachimba shimo. Na hawakuwa wanajua ile kitu. Kama hiyo kitu ingelipuka wakiwa hapo, haungepata kitu ya kuzika. So the word of God, kuna vile iko, unaweza kuihandle ukafanya malipuko, ukawa hata watu wanashindwa, huyu ni ule mama. Huyu ni ule mwanadada really. Anasema sio kama huyu. Lakini kama unjui, inaweza wewe unajua Uria, yule mwanajeshi alikuwa anaitwa Uria. Unajua Uria ndiye alibeba barua ya kusema auawe. Unajua hivyo? Daudi baada ya kuchukua mke wake na akaita Uria akamwambia rudi, enda kwa mke wako, na akakataa. You know the story. Daudi aliingia akaandika barua. Akasema ya kwamba aka-address komanda wa hiyo jeshi ilikuwa inapigana wakati huo ya Daudi, alikuwa anaitwa Samama. Akamwambia Samama, mkienda kwa vita ikiwa kali, muweke huyu Muhiti ambaye anaitwa Uria, mumuweke mbele, na vita ikiwa kali you withdraw, umwache auawe. Then hiyo barua ikawekwa kwa bahasha na ikapatiwa Uria mwenyewe. Kwa hivyo Uria ndiye alibeba barua ya kwenda kusema auawe, na akaenda akapatia Semama. So Semama akaimplement kile ameambiwa through barua ambayo imeletwa na yule ameuawa. Vitu za ufalme ni mystery. Mystery ni siri imefichwa mahali. Train your mind kuchukua neno la Mungu na kuifanya yako. Nipatie hiyo Matthew tuanze kumalizia my sister. Nataka
Tembea hapo kidogo Matthew na yes, ni Matthew. Nilikuwa nimekwambia Matthew. Is it Matthew 27:45? You there? Matthew 27:45. Inasemaje? Ama anybody umeipata? Ama unipatie kirikani. Manipatie kirikanilo karibu ni. Okay, Matthew 27:45 inasema hivi: basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi lama sabakthani, yani Mungu wangu mbona umeniacha? Haya, shikilia hapo sasa, utanisomea hiyo ya Eloi, ndio the next point. Soma hiyo ya kwanza tena 45, just verse 45. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Hata saa 9. Nataka tuanzie hapo. Nilikuwa na kama nilikuwa nataka tuone vitu 6 zilizofanyikia Yesu, ama zilizofanyikia Yesu. Kuna maneno 7 ya msalaba, kuna mambo 7 ya msalabani, alafu sasa kuna mambo 6 ambayo Yesu alifanyiwa. Umeshika? Kuna maneno 7 ya msalaba, hiyo ninajua, kila mtu anajua. Lakini kuna vitu 6 zilizofanyika Yesu akiwa msalabani. Lakini nitachukua 3 kama itawezekana. Na hata nilikuambia kuna Mary wa 3 wa msalaba na kuna wanawake 3 wa kaburini. Kuna utajiri hapo, wanaume hawakuwa. Mwanaume wa mwisho alikuwa Yohana, Petero, na alichomoka kitu saa 9, saa 8 na nusu, saa 9 ndio alichomolewa na kale kasichana. Kalimwambia wewe ulikuwa mmoja wao, akasema si kuwa. Na baada ya hiyo, tangu aonekane hapo, sikiza, tangu sasa Yohana aonekane hapo, Yesu tulisema alishikwa Thursday, akasulubiwa Friday, na akakupa Friday, na akazikwa Friday, akawa kaburini Saturday. In fact, there is a lot of activities on Thursday, on Friday. Nikianza hapo nyuma nilikuambia aliingia Jerusalem Sunday, akaenda kwa akina Martha na Mary na Lazarus, akalala huko, akarudi Monday. Akiteremuka akakemea mkuyu, sababu hakuwa analala Jerusalem, akakemea mkuyu ambao ulikosa matunda. Akiteremuka akirudi Bethany, akirudi the following day akapata imekauka. Wanafunzi wake wakashangaa, akawaambia kama mtakuwa na imani ndogo kama mbegu ya haradani. Akarudi Jerusalem. There is Sunday, I'm confused, juu kama ni Wednesday ama ni Tuesday. Biblia imenyamaza, haisemi alienda mahali. Tunasemanga alienda quiet time, alikaa Bethany, hakukuja Jerusalem. Then Thursday wakakuja wakala last supper, na wakaenda wakaimba wimbo, na wakaenda Gethsemane, na akashikwa. Aliposhikwa, kesi ya Yesu iliharakishwa. Kesi ya Yesu iliharakishwa kama ya nani? Yaani mbio mbio, akatolewa hapa, akapelekwa hapa, akatolewa hapa, akapelekwa hapa, na akahukumiwa kunyongwa. Ukimaliza kucheka sikiza. Sasa baada ya ameshikwa jioni, na asubuhi Friday asubuhi saa 3 kesi imemalizwa, imetoka kwa viongozi wa dini, imeenda mpaka kwa gavana. Gavana amemwachilia, askari wamemchapa, na ameshikwa jana Thursday. Askari wamemchapa na amesurubishwa kitu kama saa 3. Hapo ndio nataka kuanzia, kwa nataka tu flow na wewe, lakini wacha nimalizie hapo mbele sababu sitakuwa na time. Nimeandika kitabu kinaitangwa Crossing Across by the Cross, lakini nauzanga pesa nyingi. Praise the Lord. Ndio sababu nataka nani aseme kwa nini anaharibia nini printers na publishers, anaharibu nini kazi hao. Huwezi cheza hivyo namna hiyo, kosa sana. Now on Thursday, tumetoka Thursday, amefika Friday, ameshikwa, amehukumiwa na amesurubiwa Friday. Then Saturday inaitangwa silent day. Hakuna gospel imesema kitu about Saturday.
it is silent. Wanafunzi wote walipotea, akina Petro waliingia mitini, kulikuwa kumenyamaza. In my book naitanga a silent Saturday, imenyamaza kabisa. Lakini nitakuonyesha kama tuko na time, nitakuonyesha Yesu alikuwa wapi. Dunia ndio ilikuwa inajua ni silent, lakini Yesu alikuwa saa hiyo anafanya ile kazi mzito sana. Hiyo ndio wakati tunasemanga alishika shetani akamkanyanga kichwa, no wonder he is confused, na akamnyang'anya uwezo na mamlaka, na akatoka na akasema all power and authority have been given unto me. Praise be to God. So Saturday imenyamaza. Sunday very early in the morning Mary Magdalene kaburini, alafu program zikaanza hapo, akaambiwa kimbia ukaambia hao wanaume ambao walikuwa wananifuata kila wakati, wanaume msinikonge mawe, ambao walikuwa wanaitwa wanafunzi na wameenda, and then muambie tukutane mahali fulani. Imagine kulingana na was the first pope, ndio. Kwa hivyo pope aliletewa mpangilio wa vile Yesu atafanya mipango na Mary Magdalene. Ndiye alikuja akamwambia amefufuka na amesema muende mkutane huko, katayarishe watu huko mkutane. Umewahi kuwa kwa ofisi kubwa na mdogo wako akakuja kukuambia vile mkubwa anataka mfanye kazi? Umewahi ona hiyo humiliation? Wewe tuseme wewe ndio principal wa shule, na you realize that director wa education wa your account anaongeanga na your senior teacher. Nasikia kuacha hiyo shule uende. Unakaa hivi unaona senior teacher anakuja na kuuliza unajua kwamba director atakuja huku next month? Na nasikia kutoka hiyo shule. Praise be to God. Aya, tuachana hiyo sasa. Tumefika mahali sasa Yesu ameshikwa na 45. Aya, tuko Friday. Hapo ndio niko sasa. Chapter 27 of Matthew verse 45. Tumesoma ya kwamba ilipofika saa 6 kukawa na giza kubwa. Sasa ninaongea na wewe kidogo. Praise be to God. Yesu alikaa msalabani masaa 6. Kwa hivyo Yesu ni kama alisurubishwa around saa 3. Alikaa msalabani for 6 hours. And I like the way Jesus did his things. The first 3 hours alinyamaza. Yani alikaa ni kama hayuko. Ninakuhubiria sasa. Yani the first 3 hours hata askari walikuwa hapo wanamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu shuka. Anajifanya hakuna kitu anashughulika. Wanamwambia umewahi okoa wengi, jiokoe mwenyewe. Mpaka yule mwizi alikuwa pande hii akamwambia nakuuliza wewe, si ulikuwa unasema unaokoa, si unjiokoe? Hata yule ako kwa msalaba. Lakini the first 3 hours Yesu hakuwa na shughuli na wao. Alikuwa amenyamaza, alikuwa anakaa kama mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ilipofika saa 6, Bwana Yesu apewe sifa, giza ile ilikuja katika dunia. Haikuwa ya kuaminika. Nataka unjue the normal eclipse, the scholars will agree with me, does not last for even an hour. Nilisoma kitabu kimoja cha mzungu mmoja kutoka England. Anasema hiyo giza tunasemanga ilikuwa eclipse. I'm sorry, I'm challenging you wherever you are. Read the Bible between the lines. The eclipse does not last for 3 hours. The darkness took control of the whole of the planet Earth for more than 3 hours. Bwana Yesu apewe sifa. Na eclipse haijai dunia yote. Yesu alikamata dunia yote for 3 hours. Bwana Yesu apewe sifa.
Nimekuja kukuhubiria sasa nikimalizia mkutano huu ya kwamba Yesu alikaa ni kama hakuna kitu anafanya. Can I talk to your spirit for a while? The fact that things, mambo hayaendi vile inakavaa kuenda, haimaanishi Yesu hayuko na mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna masaa matatu ya kukaa ni kama hayuko. Hata watu wanamchekelea, hata askari wanamtemea mate, hata mwizi anamtusi. Lakini ilipofika saa 9, ilipofika saa ya giza, Yesu alichukua control. Sema amen. Sema ninakusikia. Niinulie mkono mmoja, sema ninakusikia. Bwana Yesu apewe sifa. Ilipofika masaa ya giza ilipoingia, ilitawala dunia yote. Even I can preach to myself for a while. Excuse me. The fact that he did not do it last year, it doesn't mean that he will not do it. Hiyo ilikuwa masaa matatu ya kwanza. Gonjea Mungu wangu is about to thunder. He is about to surprise somebody. Can I preach unto your spirit now? Praise be to God. The fact that it is getting later, it doesn't mean he is not coming. Anakuja katika maisha yangu. Kuna mambo Mungu atakuja afanye. Watu washindwe, huyu ni yule mtu tulikuwa tunaona kama hana maana, kama ana njaa aibu, kama certificate zake zimesaulika. Wanashindwa, huyu ni yule mama ama ni mama mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Always kuna masaa ya kwanza ya kuachilia, na hivyo ndio Mungu hufanya kazi. Hata wakati anaokoa wana wa Israeli kutoka Misri, anangojea Farao anjipige kifua, alafu wafuate mpaka wafike Red Sea, alafu wafuate wapate Red Sea imefunguka. Au majamaa walikuwa wametoa ngats wapi? Wewe ukipata bahari imefunguka utaingia? Upate maji hapa na ingine hapa, utaingia? Hao watu walikuwa wanasukuma. Ni kama ile story ya Abrahamu. We punda ikiongea utainjibu ama utatoroka? Punda, waambie punda twende, ikuulize ni aje, si ni mimi nakubebanga hizo siku, na muache hapo. Hatuwezi njibisana. Sasa watu ambao wanafuata wa Israeli wanapata bahari imefunguka, alafu wanaingia, alafu Mungu akangoja walipofika katikati ndio aliwapiga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo baada ya masaa 3 ya kwanza, baada ya kuchekelewa, ninatabiri kwa maisha yako hata tunapoachana jioni ya leo, ya kwamba kuna kuja msimu mwingine wa kutawaliwa na Mungu. Kuna mambo inabadilika ghafla. Bwana Yesu apewe sifa. Haiwezi kukaa kila wakati watu wanacheka, wanauliza ako wapi Mungu wako. Saa hii wanaona Mungu wangu. Haleluya. Masaa 3 ya kwanza imeisha. Nimekuja jioni ya leo nikimalizia mkutano wa leo, ninatangaza masaa 3 imekwisha kwa maisha yako. Ingia katika kipindi cha mambo kubadilika. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Masaa ya kusaulika imepita. Sasa tunaingia masaa. Jesus is taking control, full control of your life. Haleluya. Kama alitawala dunia hii, hiyo maisha yako ni kidogo sana. Anaingia, anakuja, anaishika na anaitawala na ananyamazisha maadui na ananyamazisha magonjwa. Haiwezi kuwa vile ulikunywa madawa last year ndio utakunywa mwaka huu, ama vile ulikunywa madawa na ukatumia pesa hospitali eti mwaka huu ndio itakuwa. Ninatangaza kwa jina la Yesu ya kwamba msimu na wakati wa giza kuu kuingia to take control of your situation imefika. Sema amen. Imefika. Wale walikuwa wanasema ninasikianga kama amesoma. Umewahi soma course ukakaa na certificate? Hata wale watu ignorant ni wapumbavu. Wale watu hawakwenda shule wakakutusi. Umewahi kopa mpaka maskini akakuita maskini? Akasema heri mimi kuliko huyu. Huko kwetu Kasenda inaitwa kwa Vonza, kuna watu wawili wote ni vichwa akili punguani. Mmoja anaitwa Peter na mwingine anaitwa Mutuvi. Lakini Peter anasemanga Mutuvi ni mjinga. Na wote wawili ni akili punguani. Yaani umewahi pita mahali watu wakasema huyu
niko na shida, lakini uko na shida. Mpaka maskini wanakuita maskini. Bwana Yesu apewe sifa. Umewahi fanya vibarua kwa watu mpaka ukaitanishwa, jina yako inaitanishwa na vibarua, unaitangwa yule kijana wa vibarua. Ukiuliza mtu trukola ya simu, anakuambia unaitangwa hivi, anakuambia unaitanishwa hivi, unaitanishwa na kazi ya mikono, unaitanishwa yule mama wa kufulia watu manguo. Sikiza nikuhubirie kama mtumishi wa Mungu, kama unakubali habari hii, wakati umefika wa mambo kubadilika, wa mambo kubadilika. Lazima Mungu alete mabadiliko. Haleluya! Haiwezi kaa hivyo. Kuna mjamaa wa kwetu, in fact is my brother-in-law. Unaona hii vitu ya watu kufanya education, alafu unakaa miaka ndio ukuje kuandikwa. So akaenda kufanya vibarua hapo Machakos town, akafanya vibarua, akanunua kapikipiki. Kuna mjamaa wengine wa kwetu, a standard 5 dropout, alikuwa anauza mayai hapo mjini Machakos. Sasa mimi nikitoka Nairobi nikapitia hapo Machakos, nikapata Mbaitu akiuza mayai. Nikamuuliza, unaendeleaje? Akaniambia, unaona ule. Nikaona ni huyu ndugu yetu anaitwa Joshua. Akaniambia, huyu mtu anadanganyanga watu eti alienda Kamwenje Teachers College, lakini ni uongo, alianguka mtihani. Ile kuhangaika amehangaikia hii town. Yaani anadhiakiwa na mtu ambaye ni standard 5 dropout, maana alifanya course na ikakaa miaka bila kuandikwa. Sikiza nikuambie, wakati umefika wa Mungu kubadilisha mambo. Haleluya! Hawezi kaa hivyo milele. Kwani kazi ya injili ni nini? Kazi ya injili ni kuchochea imani, na imani ikikuja inaita mambo ambayo hawezi kuonekana, mambo ambayo watu wa kwenu hawezi fanya, levels ambazo watu wa kwenu hawezi kupita. Unapita kwa jina la Yesu, maana wakati wa watu kucheka umeisha. Haleluya! Biblia inasema ya kwamba wakati hiyo giza iliingia, ile mbio, Biblia ni kitu kingine. Bio, umewahi ona Nairobi kukiharibika? Hizo illustration si nzuri, lakini Nairobi kukiharibika ndio utanjuanga style ya watu kukimbia. Unajua kila watu wanakimbianga style yao. Kuna watu wanakimbianga wakiteremusha mikono, kuna wengine wanakimbianga hivi, kuna wengine wanakimbianga kama wanasokota dance. Style zote za kukimbia zinatokanga wakati Nairobi kunaharibika. Na umewahi jiuliza wale majamaa wanaombanga vitu huko wanaendanga wapi? Sababu watu wapatangi. Kukiharibika kumeharibika my friend. Ni kuenda, kila mtu anatafuta mbinu ataenda. Unaingianga ile matatu iko karibu, muende nayo mahali munaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Ilipofika saa 9, masaa ya jioni, masaa ya giza kuu, masaa ya giza ilipofika, Biblia inasema kila mtu alikimbia kwa staili yake, kila mtu na staili yake. Haleluya! Jioni ya leo ninatangazia mapepo na wachawi na washirikina na wasoma nyota na wale wanajiitanga watu wa kuona na wanaosoma vinganja ya mikono ya watoto, kila mmoja, kila pepo ikimbie kwa staili yake ikikuongopa. Kila pepo inakimbia kwa staili yake. Na shida ni wale watu wako na mapepo mingi ndani yao. Unajua mzee mmoja alikuja kwa, unaona kama yule alikuja bishop yule alikuwa anasema wakianza wanaanzanga wakiongea sauti moja, wakiendelea sauti zinakuwa nyingi, wanakuwa hata wasikizani. Sasa mmoja kule kwetu Uhuru Camp, kuna kambi yetu iko hapo Lang'ata. Mzee mmoja alikuja kanisani, akapata mchungaji anaitwa Chepseregon. Kama Chepseregon you are following this message you can confirm. Akapata Chepseregon kitu saa 7 kwa ofisi. Akampata akamwambia Chepseregon aliambia, alimnusa akasikia ni kama ananuka pombe. Akamwambia mimi nataka Yesu. Na mimi nilikuwa nimeambia Chepseregon mimi sitakangi kuchokeshwa na hao watu. Mtu akiwa mlevi na kosanga neema ya kumuombea. Sababu kama mtu mmoja kalikuja kwetu tukachoma mpaka kiraiku, sigara zote ikawa ni kama tumevuta sigara hiyo usiku. Kakasema nimeokoka kabisa. Asubuhi alikuja kesha. Asubuhi kitu saa 4 nikikuja kwa nduka, nikapata kakinunua, kakinasema nililewa nikakosa njia
nikaingilia mahali majamaa wakachoma kiraiko yangu, nipatie kiraiko. Sasa mimi sinanga neema ya kuombea mtu akiwa out of his mind, natakanga akiwa chonjo. Sasa turudi kwa Chepselegon, ndio turudi sasa kwa Ngiza Kuu. Chepselegon akaniambia, huyo mjamaa wakati alikuja walimwambia uniombe, nataka Yesu. Akamwambia piga magoti, anza kumwombea. Chepselegon akasema ninakemea roho ya ulevi. Ako mzee akiwa amefunga macho, akamwambia hata ya washerati iko ndani. Akawaambia nyinyi nyote, wewe uliotajwa na hao wengine hamkutajwa, tokeni nyote. Yani kama shida ni kama pepo ni nyingi ndani ya mtu. Unajua kwa nini yule mtu azimu aliulizwa na Yesu, unaitwa nani? Akasema tuko wengi. Maana moja ikijitambulisha itapigwa na hizo zingine ndani yake. So akasema sisi zote tuko hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hata kama ziko hesabu ya aina gani, ninatangaza jioni ya leo, in the name of Jesus Christ, whom I've been preaching and who was preached by our fathers, in the name of Jesus, ninatangaza wakati wa roho anayetesa maisha kuachilia maisha ya watu. Sema amen. Bwana Yesu apewe sifa. Siniseme kitu kingine moja, kama mbili haitaruhusu. Nipatie teremka ile fasi iko hapo next. Nilikuwa nimesoma 45. Sababu hapa si crusade, ni tent meeting. 46. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakithani. Yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Aya, shikilia hapo sasa. Nataka uone kitu hapo. You know, the word of God is not naked. It is rich. And it is a mystery. Ni siri imefichwa. Now, ndio Yesu akuje kusema mbona umeniacha. Nataka uangalie hapa. Yesu kuna msimu alikuwa anafuatwa na watu. Hata anasukuma mpaka anafikishwa kwa lake. Mpaka anaomba boat akanyange ahubirie watu. Si ni sawa sawa? Yesu alikuwa na ufuasi mkubwa kuliko mtu mwingine yeyote huku duniani. Lakini ilifika wakati mpaka watu wote, hebu angalia, au watu wote alikuwa analisha mikate. Hiyo mikate alikuwa analisha watu 5,000, 10,000 mikate. Wanakula na wanashiba na wanambakisha. Au watu wote walienda wapi? Alisonga akakuja akabaki na wanafunzi 12. Na akateremsha mmoja akamumbetroi akaenda, wakambaki 11. Ikateremka tena akambaki ana mtu mpaka Petro wakakimbia. Akambaki sasa na mama yake. Jana nilikuambia Yesu alibaki na wanawake 3. Wanaitangwa wanawake wa msalaba. Na wawili wao, nilikuambia wawili wao, mmoja ni andi yake na mwingine ni mama yake. Jana nilikuambia Mary ni sister ya Salome. Salome ameolewa na Zebedi ama Thanda. Zebedi ndiye baba wa John na Yakobo. Bwana Yesu apewe sifa. So watu walienda wakiisha mpaka akambaki na hao wanawake wawili. Na hao wanawake ikafika mahali ikawa sasa hawako. Akatafuta akaona hata Mungu mwenyewe amemuondokea. Yaani ilikuwa the lowest point of Jesus, kama tunaweza kusema hivyo. Alitafuta wanafunzi wakawa hawako. Akatafuta mpaka Mungu akaona, maana Biblia inasema wakati huu Mungu alimhukumu. Mungu alimhukumu, alingeuza uso wake asimwangalie, sababu alikuwa na hukumu dhambi ndani yake. So Mungu hakuacha Yesu tu, aliacha Yesu na akamhukumu. This was the agonizing moment in the life of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sikiza nikuhubirie kwa dakika moja ndio nisonge mbele kidogo. Kuna vikanga wakati inakuwa hata watu ambao ulifikiria unatembea nao au uko na wao. Sijui kama umewahi pitia maisha ukapata uko peke yako, ukatafuta mtu ako wapi, ukatafuta watu wako wapi, ukashindwa. Sijui kama huku kwenu hakuna zile vikundi watu walikuwa wakikopa, mnakuja kungolewa nyumba mabati.
ziko, mtoke. Kama hamtoki ukisaini loan, msaini na bwana yako. Ndio makikuja kung'oa mabati, mwambiane tukae, tunyeshewe ama tuweke njwala hapo juu. Sababu tulichukua pesa zote wawili. Bwana Yesu apewe sifa. That is by the way, ni vikundi vizuri, lakini pesa yao sijuangi inakuanga namna gani. Unachukua vizuri, uweke ka hoteli nguvu. Wakati unachukua kamchecheto kengine kakitenge yenye imetoka Uganda kanakuja, unakata kidogo, unanunua kitenge. Sasa hiyo pesa kuilipa inakataa kabisa. Si mimi nawaambia, tumekaa na kesi kila wakati. Mzee amechukua mshahara ile ya Wakamba, anasema umapauka dono umine hapo. Sasa unaona, toka kwa nyumba ama nikumalizie hapo. Unaona, badala ya upigwe na mshahara ya Mkamba, eri risasi. Hiyo mshahara ikikunguza unakufa in the next 30 minutes. Sasa unateremuka, anashuka na mko na pesa yetu. Now let's go back to what we are talking about. Inafikanga wakati nilikuwa nasema hiyo siku, wakati watu wanakuja kunini, unaitwa nini, kuchukua vitu kwako, unatafutanga marafiki wako wapi? Unashindwa. Kwa nini? Naona si huyu ni mama fulani, ndiye anasema pesa yetu utaleta. Unashindwa. Kwani niko inji gani? Kwani niko na nani? Yaani vitu, maisha yale mangumu kabisa. Uliza askari akiharibu kazi na afutwe, vile huwa tunasema hatutaki kukuona kwa kambi, fai kukanyanga hapo, enda kabisa, tukuone hapo ndio tukupange vizuri. Yaani inafikanga wakati unambaki peke yako, unatafuta mtu wa kukusaidia, unapata hayuko. Sikiza nikuambie, hiyo wakati ulipika wa Yesu, hata aliita Mungu akamkosa, but thank God, hata siku ya leo tukiita Yesu anapatikana. Alikataliwa na watu ili sisi tukumbalike na Mungu. Amen. Alikataliwa na Mungu ili sisi tukiita Mungu atuitike. Mungu alimngeusia uso wake ili yale maneno Daudi alisema, usinifiche uso wako, ili Mungu asitufiche uso. Sema amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu alikataliwa. There is a time alikuwa peke yake na msalaba. Alikuwa peke yake, akauliza Mungu, hata kwa nini umeniacha? Ikawa Mungu hawezi kumwangalia, maana alikuwa na hukumu dhambi ndani yake. Haya, nianze kumalizia, si ndio? Nipatie 28, chapter 28 verse 2. Kwa haraka. Chapter 28 verse 2 inasema, verse 2, yes. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja. Ebu rudi 27 verse 3. 27 verse 3 inasema, kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta. Akamrudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema. Aya, fika hapo. I just paraphrase it ndio nimalizie. Sasa Judas amechukua pesa, 30 pieces of silver, na akaenda nazo, lakini akakaa akajirudia, akajua I betrayed a innocent man. Akarudisha hizo pesa, na aliporudisha kuhani wakakataa. Watu wa dini wakamwambia, hata wewe usituletee, tulikupea pesa, chukua upeleke mahali ulikuwa unataka. So akaziacha hapo, lakini alipoenda, unajua pesa iachanangu nayo. Huyu mkubwa wa dini wakati huo akachukua, wakaenda kununua kashamba huko, ambayo ilimbadilishwa baadaye ikawa ya kuzika watu. Nataka uangalie hapa. Sasa Judas alibetray Yesu na akachukua pesa, lakini akakaa na hiyo pesa kwa muda kidogo na akairudisha, akakosa amani. Sema amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kumbe inaweza fika mahali iwe hata you are betrayers. You know, sijui kama umewajua, kuna siri tutajua tukifika mbinguni. Tukifika mbinguni ndio Yesu atatuonyesha hata maadui zetu, hata wengine hatukuwa tunajua. Ndio atakwambia, ndio utashangaa. Ama kwa nini watu mbinguni watakuwa analia? Kwa nini watu watakuwa analia mbinguni? Eti tutapanguzwa machozi tukifika huko mbinguni.
Eti ni ya huduma. Saa hii mimi napanguzwa machozi, nilikuwa ninalia. Si ni injili na ubiri. Eti kuteseka, unateseka na nini? Mimi na ubiri injili. Praise the Lord. Hiyo ni ile siku nyingine. Kuna sababu mbili watu watapanguzwa machozi wakifika mbinguni. Mimi tulilia hapa duniani. Hiyo ilikauka. Haiko. Nikushangaa kumbe huyu hakuwa rafiki yako. Yes. Now you are coming. Utashindwa na kweli. Huyu nilifikiria huyu ni rafiki, na kumbe hakuwa rafiki. Na kama sio Yesu, huyu alikuwa anizamishe. Kule Meru kuna kanisa ya marafiki zangu wawili. Sasa wote walikuwa wanafanya mikutano ya crusade, wote wakiungana. Lakini siku moja huyu mmoja alichukua kitu, sitaki kuita mafuta ama maji, na akatuma vijana 3 wakawa wanazunguka hiyo kanisa ya huyo mwingine wakisema itafungwa, na wanahubiringi wote crusade, mikutano hapo nguvu, tunachapa na wao, lakini wanazunguka wakisema itafungwa hiyo kanisa. Sasa wakashikwa na watchman wawili, wakatoroka. Mmoja watchman akamanage kushika, akanyoroshwa, akasema tulitumwa na pastor. Ni nini hiyo? Akasema ni yeye alitupatia, akatuambia tukuje tusunguke mara 7 tukisema itafungwa. Sasa wakati tulikutana asubuhi, kiliwaka kitu saa 7, nikaitwa, nikaambiwa kuja Munyao. Nikaenda tukaongea na wao, nikawauliza. Huyu mmoja anasema sikuwatuma, lakini wakiwa hapa chini wanasema wewe ndio ulitutuma. Na tukakuja, na wote wawili walikuwa marafiki. Nikienda nguvu nilipata wanahubiri pamoja, wale watu wa huko wanawajua. Kwa hivyo kuna vitu utafika mbinguni ushangae, lakini kabla hatujafika mbinguni, sikiza niongee na wewe nikimalizia. Judas wako ni lazima anjielewe saa hii. Sema amen. Amen. Judas wa familia yako ni lazima aanze kubabaika mahali yuko. Amen. Niliambia hao wapendwa, mimi nikiona kuna vita ya kiroho, na mimi sitaki kuomba nikitaja watu kanisani, najifungia kwangu, na ninangonja ulale ifike saa 5 saa 6 usiku uanze kuota na kutandika kwa maombi na kutaja kwa majina na naambia Mungu fulani, kama ni mkubwa wangu, namuita jina, nasema wewe Yesu, wewe na fulani ni nani mkubwa? Mkubwa mmoja aliniambia tutaona unaenda wapi na hii mambo yako ya kupiga kelele ya kuhubiri. Na namuita jina, karibu nimutaje. Namuita jina usiku saa 7. Nasema, nauliza Yesu, wewe na fulani nani mkubwa? Nani mkubwa? Si wewe ndio unanyeshanga mvua? Na fulani kwa nini anilitusi na akanitusi na wewe? Ninaambia Yesu, tulitusiwa na wewe. Namwambia njoo unisaidie, mimi sina shida hata nikitusiwa, hii kelele ni yako. Kwa hivyo tulitusiwa, njoo unisaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Kila Judasi ambaye amejificha kwa maisha yako, ninatangaza jioni ya leo, vile Yesu alishinda kifo, ajulikane, maisha yake ijulikane, na wewe umshinde kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kila Judasi wa familia, ama Judasi wa biashara, ama Judasi wa watoto wako, maana kuna Judasi kila mahali, ninatangaza kwa jina la Yesu. Ile uoga iliingia Judas akirudisha pesa. Wewe unaweza rudisha nini? That pieces of silver. Hebu angalia mchungaji, hiyo ilikuwa pesa ngapi? Angalia ngungu, that pieces of silver by then. Na saa hii uniambie, kabla sijamalizia kuhubiri, saa hii ni pesa ngapi? Those are millions of money. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kumalizia ndio wale wanaweza fika kwao, kama tutafika Kakamega tufike. Lakini nataka kumalizia nini ya mwisho. Hebu nipatie ama ni paraphrase ndio to save time. Hebu nipatie verse 11 of Ephesians. 11 verse 11 of Ephesians chapter 4. Praise be to God. Amefufuka.
amefufuka. Jana niliwaambia Yesu hakukufa, alinjipeana kwa kifo. Wakati umepata hebu nipatie verse 11 inasemaje? Aya, teremka hapo chini naye kwa kusudi la kazi ya achana hiyo mic, soma bila mic na nini. Ulikuwa umesoma 11. Ebu soma 9 inasemaje? Hiyo sasa. Alishuka mpaka pande zilizo chini zaidi na akafanya nini? Soma kama evangelist. Hiyo umeanza na tone nyingine. Aliyeshuka anza hapo juu. Chini zaidi, alafu akafanya nini? Hakuna brackets kwa hiyo simu yako, kwa hiyo Biblia yako. Bayana hakuna nini imewekwa in brackets. Hiyo imekata ka information hapo. Praise be to God. So wakati Yesu alipokufa msalabani, aliteremuka mpaka chini na akafungua mateka, akaachilia mateka huru na akatufanya sisi zote huru. Kwa hivyo jioni ya leo tunapomalizia mikutano yetu, nataka nikatie hapo, ninatangaza kwa jina la Yesu, neema inayoandamana na injili ifungue akili za watu na mawazo ya watu, ifungue opportunities. Mambo ambayo yanakaa kama haifanyiki ianze kufanyika kwa maisha yako. Roho ya kukatia maisha kabla haujafika climax ikuachilie kwa jina la Yesu. Yale mambo mazuri na ndoto ambazo umewahi kuota zifanyike, zidhihirike katika maisha yako in the name of Jesus Christ. Tunaweza simama dakika moja. Huu ni mkutano wa kumalizia. Nataka niombe na watu. Ukiwa mahali unasimama, inua mikono yako miwili. Inua mikono yako miwili. Tunafunga mkutano, tunamalizia mkutano huu, mkutano wa siku ya leo. Yesu mwana wa Mungu amefufuka. Tumekuwa tukinena uwezo na nguvu kuu za msalaba, nguvu kuu za kifo cha Yesu. Sasa ninatangaza kwa jina la Yesu, kila aina yote ya uzito, vile tumekuwa tukisema, iachilie watu wa Mungu. Kila aina yote ya mateso na magonjwa, kila aina yote ya uoga na kutojiamini, kila aina yote ya kukataliwa na kucheleweshwa, katika jina la Yesu iachilie watu wa Mungu in the name of Jesus Christ. Ukiwa umeinua mikono hivyo, sema tukimalizia huu mkutano, jiongelelee ni nini unataka kutoka hapa nayo. Itaje ukiwa umesimama hapo. Kutaja ni kufungua kinywa, ni kusema, sio kumeditate. Kanisani watu ukisikia pastor akisema sema ama akisema omba ni kufungua mdomo na kusema na Mungu. Meditation ndio mtu huwa ananyamaza na anapitia mambo ama anapitia maneno ya Biblia katika akili yake. Lakini saa hii nakwambia, fungua kinywa chako na utaje mambo matatu. Tuanze na wewe, nataka tutembee na wewe. Anza the first step. Tunachukua jambo la kwanza, tunachukua jambo ambao umekuwa ukiaminia Mungu kwa muda mrefu na haijafanyika. Nataka uhitaje. Fungua kinywa sasa. You mention it in a way of praying. Unasema, Bwana, nimekuwa nikitarajia hii, nimengojea hiki kitu, unakitaja. Nimekuwa nikitarajia, na Mungu wa mbinguni, ingawaje imechelewa, ninakubaliana na neno lako. Vile ulifufuka, ninafufuka na ushuhuda wako katika jina la Yesu. Pokea ushuhuda wako, pokea uwe muujiza. Tunaenda jambo la pili.
Jambo la pili, niliko katika maisha yako kuna jambo ambalo unaona ni kama haiwezekani. Jambo liko mbali sana, umewahi kuitamani lakini uonangi kama inawezekana. Kuna watu ambao hata hawaamini kama wanaweza ishi katika nyumba permanent, mjengo permanent. Kuna watu hawaamini kama wanaweza nunulia watoto wao plot wajenge. Wanaamini wanafaa kukaa katika nyumba za kukodisha, jambo ambalo ni kubwa. Kuna watu hawaamini kama wanafaa kununua gari mzuri ya kutembea nayo. Kuna watu hawaamini kama watoto wao wote wanaweza pata kazi. Yani hilo jambo kubwa. Ndio tunachukua sasa. Itaje kwa kinywa chako. Fungua kinywa chako, taja. Fungua kinywa chako, taja. Nena, mtu nena, ukiri. Ninatangaza katika jina la Yesu, hili ndio jambo ninahitaji. Ninahitaji kupata hili jambo. Ninahitaji kupata hii plot. Kuna plot nimeona kule Nairobi ninaitaka. Kuna ile road ya ministry ninahitaji. Kuna ministry, kuna tent ya worth 1.8 million nataka. Yani kuna vitu ambazo naona siko mbali na ninazihitaji. I pray in the name of Jesus that you receive whatever you are saying in the name of Jesus. Jambo la mwisho, jambo la tatu, nataka utaje jambo la kiroho. Mambo ya kiroho, mambo yanahusiana na wewe, mambo ya kiroho. Kuna watu wamelemewa na dhambi moja. Nataka uambie Bwana, baada ya kufufuka kwako, ninafufuka na utakatifu. Siwezi kukaa niking'ang'ana kwa miaka yote. Fungua kinywa chako. Kuna watu ambao ni wahuduma lakini wanaongopa, wako na uoga. The confidence ilinyang'ana. Baba, katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai, haya, inua mikono yako nikuombee nikimalizia mkutano. Baba, katika jina la Yesu, mkutano ni wako, hao watu ni wako. Zote tumesikia neno lako na zote tumeamini. Ninatangaza neema inayoandamana na kudhihirika kwa injili kulingana na Matthew chapter 28 na Mark chapter 16, ya kwamba miujiza na maajabu haya itawafuata. Ninatangaza ifuatane na mimi miujiza ya kila aina. Testimonies everywhere. Testimony in the place of work. Testimony in the business place. Testimony in the career. Testimony in the family. Testimony in day-to-day life. Testimony about the health. Miujiza ya kila aina na shuhuda za uponyaji, shuhuda za kuinuliwa, shuhuda kazini, shuhuda mashambani, shuhuda za watu wamenunua plota, shuhuda ya milango imefunguka, shuhuda za watu wamenunua gari, shuhuda za watu watoto wao wameenda ng'ambo, shuhuda za watu kupata kazi mpya, shuhuda za opportunities. Ninatangaza kama mtumishi wako katika uwanja huu, nikimalizia mkutano huu, ninaachilia neema inayoambatana na miujiza na ishara na maajabu katika jina la Yesu. Ninabariki mkutano sasa katika jina la Yesu. Watu ambao wamekubali neno lako ifanyike vile wameamini. Watu ambao wameamini mambo makubwa wayapate kwa jina la Yesu. Wahuduma wabarikiwe. Kanisa hii tumepanda leo ikue, iongezeke, iwe kama mnara ambao unaonekana kutoka mbali. Izae makanisa mengine kwa haraka, wanunue plot na wajenge katika jina la Yesu. Barikiwe na uinuliwe Mungu wetu kwa jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Inua mikono juu ya kichwa chako, mpe Yesu makofi mazuri, na ukiweza uongezee shangwe na uongezee vingelengele. Haleluya, haleluya, amen, amen. Sababu leo ni mkutano, ni tent meeting, tunaweza keti chini kidogo ndio mchungaji akuje sasa atunenee maneno ya mwisho. Mungu awabariki. Sisi tunawapenda. We've enjoyed being here. It is a blessing for ministry open doors. Milango ya huduma ya kuhudumu kupunguka ni baraka kubwa sana. Hakuna mambo makubwa ninafanya kwa maisha yangu kama sio kuhubiri injili. Hayo mambo mengine yote, niliona Bishop Mutua wa kule Machakos akisema ya kwamba anasema kwamba aliokoka mwaka wa 1960 ndio aliokoka, na anasema nimehubiri miaka mingi sana, na anasema hii mwili imeanza kutetemeka, lakini inatetemeka bure. Nilijua hii mwili ni ya muda. Kuna wakati tu wa kutumikia Mungu, na ukipata wakati mzuri wa kuhudumu na kutumikia Mungu,
jipeane. Peana maisha yako kwa Yesu, peana vitu zako kwa Mungu, jihusishe sana na Mungu na Mungu atakubariki sana. Tunawapenda. We've enjoyed being here together with the rest of our team, wale ambao tulikuja na wao. Tunashukuru Mungu sana. Nilikuwa na ndugu zetu wa KPS, wa APS na wa Prisons. Ni baraka kubwa sana. Tunasema Mungu awabariki kila mmoja akirudi kwenu. Najua mtakaa mkitukumbuka, maana tumehubiri Yesu na Yesu peke yake. God bless you so much. Ninakaribisha mchungaji achukue mkutano, or whoever who is supposed to be. Yes. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme nini sisi isipokuwa tuseme Bwana apokee sifa zote na utukufu, na hatimaye weze kubariki mtumishi wake Bwana Munyau kwa sababu ya kukubali kutumika na Mungu kwa njia iliyo ya kipekee na njia ya nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Si tumebarikiwa? Sio wapendwa wametubariki? Nitoka maliganiro moka rege, ama tuweke koma badala ya kuweka full stop, tuweke koma ndio iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Otherwise we are grateful, man of God, kwa sababu ya ufunuo ambao unazidi kutupa. Si mmeambiwa kwamba baada ya masaa 3 mambo yataendelea. Bwana Yesu asifiwe. The first 3 hours zilikuwa za shida, lakini baada ya masaa 3 ufunuo ukaanza kuingia. Yesu akaanza kutamaraki. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana. Tutabaki kukumbuka mahali hapa. This mission is a mission with a difference. Watu wa Jerusalem mmeenda? Watu wa Jerusalem mwego huko? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kanisa moja yetu iko kule Teachers, ambao nilijua walikuja baada ya ibada na wamekuwa nasi katika kikao hiki cha imeitwa tent making. Bwana Yesu asifiwe. So tunashukuru Mungu, watu wa town ambao umezidi kuvumilia, na Sharon mtoto wetu na wengine kutoka Modidat na kwingine. May the Almighty God bless you kwa sababu ya uvumilivu wenu hata kugojea mpaka wakati huu. Ninajua kuna baridi, najua pia kagiza kameanza kuingia na watu wameanza kufanya hesabu za kwenda kupika. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Nataka tushukuru kwa sababu ya hawa wapendwa wetu na tuimbe wimbo ule wa kuwabariki. So tunajua wengine wako hapa, mwingine ako kule. So wenye wako hapa wanaweza weka mikono yao pale, wenye wako hapa wanaweza wekelea mikono yao huku, tuelekeze na tuseme mbarikiwe, 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 mbarikiwe sana, mbarikiwe, 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 mbarikiwe sana, na sisi tubadilishwe, na sisi tubadilishwe, tubadilishwe sana. Bwana Njeru, hawa wapendwa tuja wajua. Kindly kujeni tafadhali. You mean God is good. Praise the living God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wale tumekuja na wao, ingawaje tumechelewa, tulimiss direction. Tukaenda hivyo, tukatokea ile Anyaulu. Kule huko. Haona lami tena. Wale tumekuja mkuje hapa tupate kubarikiwa pamoja. Praise the living God. Wale walifika asubuhi. Na wale walifika saa ngapi? Walilipwa the same. Na binadamu wakalalamika. Ni wagani walilalamika? Wa mapema walilalamika. Praise the living God. Lakini pesa haikuwa yao. Praise the living God. Pesa haikuwa yao. So sisi tumefika. Niko na imani sana tumebarikiwa kama nyinyi kwa hizo siku mmekuwa hapa. Tumeuona mkono wake Mungu. Mimi naitwa Pastor Murangeri. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Acha kwanza bibi yangu awasalimia alafu hao wengine. Praise the living God. Praise God, church. Praise God. People of God, praise God. Are you present this day? Also, you are present regardless of getting lost. Better late than never, even to listen the last one. Praise God. I thank God for you people.
hata kama mimi ni mwimbaji, nimekwazika sababu nilimisi sana. Huyu mchungaji ananijua vizuri venye tulikuwa huko Nairobi kama Konji. So wacha tu. Lakini yote inatendeka kwa mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Flora Kaki, Mulangeri, my number plate. Praise God. And I thank God for him. May God bless you as you are tuned. Tubarikiwe na kubandirika. Vile mchungaji amesema. Bwana asifiwe. Ni ombi langu, najua wakati mwingine ikifika kila kitu kinatendeka kwa mpango, itafika. Praise God. Sisemi kitu ndio nasikia tu kuimba, lakini sawa. Hallelujah. God is good all the time. Up Jesus. Down Satan. I'm Jeremy Kirimi. I'm born again. Be blessed. Bwana asifiwe. God is good all the time. Mimi naitwa Ndaina Kaseli wa Pastor Loiford Bajao. Nimekoka Kristo ni Bwana. Bwana asifiwe. Mimi ni sister wa Flora wa Collins. Tunampenda Yesu. Barikiweni sana. Tunawapenda. Hallelujah. Salimia mwenzako, mwambie wewe ni mtu wa maana. Hebu niseme nchioni ya leo, kama najua mimi ni mgeni hapa, naitwa Lawrence Mudhuri wa Ndolini. Nimeokoka Yesu ni Bwana, amenilinda, amehifadhi moyo wangu kabisa. Najihisi kukaa ndani ya Mungu usiku na mchana, kwa sababu kukaa ndani ya Mungu hakuna hasara. Bwana asifiwe sana. So hebu niseme mimi ni brother to bibi wa pastor. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tulisema tumtembelee. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hapa mimi nibarikiwa sana. Sikuja peke yangu, unajua lazima ng'ombe ikiingia lazima ndama wakuwe wapi? Hata kama ndama wako hapa wote, mimi si kizana. Bwana asifiwe sana. Unaweza niangalia hapa uone hapa nika kizana. Hapana. Mimi nimeoa, niko na bibi huyu mmoja na harusi takatifu. Bwana asifiwe sana. Na niko na watoto watatu. Huyu ndiye watatu. Wawili ameachwa wapi? Hapo kwa nyumba. Mungu abariki sana. I want to see your concentration. Praise the Lord. God is good and all the time. Na mimi naitwa Mrs. Mudhuri ama Ndorin. Kristo ni Bwana. Chenye nataka kuambia, kile ambacho umesikia leo, maybe it has changed your life. Labda imekuinua kiwango kingine. Kamata hiyo. Praise the Lord. Tumetoka pande za Meru. Tumekuja kutembelea our sisters and brothers here. Tutarundi kesho. Kule tunashiriki. Tukifika kwa tuseme nini? Nanyi neema ya Bwana iwatoshe. Hallelujah. Praise the Lord. I'm Mary Jeremy, wife to Jeremy. We have come to visit our sister. We are from Isiolo. Be blessed. Hallelujah. Huyu amenikuamilia, hataki kuondoka, ona. Nampea mama na hataki. Praise the living God. So niko na masaa ikiharibika. Okay, praise God. My name is Yvonne McKenna and be blessed. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Patricia Maluki. Mkuu mbarikiwe. Pia mimi ni askari hapa duniani na niko na imani kwamba hata juu mbinguni nitashikilia mahala pale. Mimi ni askari wa AP. I'm the chaplain Kibera Sub County. Ukifika Kibera, ingia hapo, uliza Pastor Murangeli, usihangaike. Praise the living God. Huyu bibi yangu pia, usione ufupi, pia ni askari, ako hapa Kenyatta Barracks. Praise the living God. So na tupigane kwa nyumba. Praise the living God. Hallelujah. Mahala pale hakuna vita, maana tunajua sheria. Nani ako na furaha kama mimi? So Yesu amekufa na akafanya nini? Amefufuka. So ombi langu ni kwamba kwa zile siku mmekuwa hapa, ile yote haikuwa inaandamana ama kuambatana na mapenzi yake Yesu, ikapate kukufa siku ya leo. Praise the living God.
na ile yote ulitamania na moyo wako ikapate kufufuka, ambayo itafanya maisha yako ipate kusonga mbele, ambayo itafanya watu wengi waone mienendo na tabia, waseme na kweli Yesu anatenda. Praise the living God. Tungekuwa na masaa tungeongea mengi, lakini kwa sasa naachia hapo. Mungu mwenye rehema na neema wabariki na watende mema katika jina la Yesu. Amen. Tuwapigie makofi mazuri. Karibuni sana, uwepo wenu pia umefanya hii ibada ikamalizika vizuri. May God bless you so much. Tunataka kuomba ndio tuachilie wapendwa tuweze kurudi manyumbani kwetu tukiwa tumebarikiwa. So tutulie tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunazo shukrani nyingi mbele zako kwa sababu ya uwepo wako. Umekuwa pamoja nasi tangia tulipoanza vikao hivi katika mission yetu hii ya Easter. Ukatupa wapendwa kutoka katika department tofauti za polisi. Tumetupa Baba watumishi kutoka makanisa yetu na makanisa mengine Mfalme, na haswa Baba kikao cha Wakristo ambacho tumekuwa nacho jioni ya leo Mfalme. Sifa zote na utukufu zikaweza kukurudia. Asanti Baba kwa sababu ya neno ambalo tumenenewa wakati huu, neno ambalo limetuhimiza, neno ambalo litatuwezesha Baba kupiga hatua za imani hata katika siku zijazo. Bariki mtumishi wako, unapobariki watumishi wale wengine ambao wametuhudumia hapa katika vitengo vyote na katika ibada zote Jehova. Sifa zote zikaweza kukurudia. Hatuna yeyote ama sifa yeyote ambayo sisi ambao tuweza kuchukua, lakini tunaomba baraka zikaweza kutunyea Mfalme, kwa wamama, kwa wazee, kwa vijana, kwa watoto na wote ambao wamehusika katika ibada hii, walio hapa na walioondoka Mfalme, waliohusika kuanzia siku ya kwanza mpaka leo Jehova. Sifa zote Baba twakuachia. Tunanena baraka katika mji huu Mfalme, kama jinsi ambavyo tulikuja na tukauteka nyara Jehova, na tukaomba uwepo wako Baba ukaweza kutembea. Ni ombi letu ya kwamba kutakuwa na uwiano katika mji huu wa Mbegi. Wapendwa Baba wataweza kufanya kazi kwa pamoja, Wakristo wataweza kushikana Mfalme, wakiondoa misingi ya dini, lakini Baba tukisukuma neno lako na kunena uwepo wako Baba katika kila kona, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru pia Baba kwa sababu ya kanisa lililozaliwa hapa. Tuomba uwepo wako ukaweza kutembea nao, ukaweza kuwapa mshikamano Mfalme, na maono yao Jehova yakaweza kuwafikiwa, na hakika Baba hatimaye sifa zote Baba zikaweza kukurudia. Wapendwa wa Baba, tutaondoka, wengine waende mbali, wengine waende karibu Jehova, na minsi zozote ambazo zitatumiwa katika usafiri, tunaomba Baba damu yako na uwepo wako Baba ukaweza kuandamana pamoja na kila mmoja wetu. Ombi letu Jehova ni ya kwamba tusikie Baba ya kwamba kila mmoja ameweza kufika salama, nazo sifa, heshima na utukufu zikaweza kukurudia Mfalme. Katika mapenzi yako Baba tunajua tutazidi kupatana tukiwa katika huduma na kazi zingine, na pia katika manyumbani kwetu, na Baba sifa zote zikaweza kukurudia Mfalme. Tujiachilia kwako Baba, zidi kuchukua mamlaka yote, zidi kuchukua usukani wote katika maisha yetu na katika taifa lote kwa ujumla. Hili ni ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Shika mkono wa jirani yako. Tunataka kusema neema kwa pamoja. Nataka kusema neema kwa pamoja, na kabla tuseme neema, nataka sasa kutangaza rasmi ya kwamba mission yetu ya mwaka huu wa 2025 ya Easter tunaweka kikomo. Hatuweki full stop. Ambia jirani yako tunaweka kikomo. Ama kikomo ndio full stop. Kikomo ni koma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunataka injili iendelee. Kwa hivyo nataka kutangaza rasmi kwamba injili ambayo tumekuwa nayo katika mji huu tumeweka kikomo hadi wakati mwingine ambao Mungu atatupa nafasi, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom, shalom.